Zamani tulipotoka enzi hizo, ulikuwa binti akipata ujauzito unaambiwa huyo mimba ni ya nani, na mpaka unaenda kuonyesha yule kijana anaitwa na analazimishwa anakuoa au inakuwa lazima muane. Lakini siku hizi binti anazaje kwa mamake, anaambia na ujauzito, mama anaambia sasa kijana nani, anaambia mama mimi sitaki kuolewa, nataka tukuzaa. Sasa wazazi saa nyingine lazima tuangalie, tuwe makini sana. Nataka tukuzaa, anazaa na nani? Kama kweli ameamua kupata ujauzito, kuna namna, kuna kijana aliye naye, kwa lazima jamii ijue huyo anayezaa na huyu binti yangu au kijana wangu amesema anataka tu kupata mtoto, lakini huyu binti hatumuone hapa nyumbani, ni nani? Wakati mwingine mara nyingi unakuta ni waume za watu. Sasa binti anatoka, ana uwezo wa kuolewa, kijana ana uwezo wa kuoa, lakini anataka kujiattach kwenye ndoa ya mtu ili apate mtoto. Wazazi wanandoa, hilo ni jambo la kiungu, kwa sababu ukiangalia hata kuzaliwa kwa Yesu alikuwa Mariamu alikuwa na mchumba wake ambaye alikuwa ni Yusufu, lakini neno la Mungu linasema kwamba alipokuwa ameshamposa, lakini akamwona na ujauzito, akasema hii ni zali, ngoja nimwache kwa siri, kwa sababu kwenye jamii ile ilikuwa binti aweza kupata mimba bila kuwa na mume. Lakini malaika kaja akamwambia Yusufu, usimwache huyu Mariamu, kwa sababu mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Usimwache. Alimwambia usimwache. Sio Mariamu ana mimba ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Alimwambia usimwache. Kwa nini? Ili Yusufu aendelee kuwa baba kwa Yesu kwa habari ya kibinadamu. Maana Mungu aliona Yesu azaliwe mikononi mwa wazazi wa wandoa Yusufu na Mariamu. Hasa leo mabinti wanakuja wanasema tunataka watoto. Wanazaa na nani? Yusufu yuko wapi hapo kwenye hiyo ndoa, kwenye hiyo familia, kwenye hiyo mtoto? Kwa hiyo lazima jamii ijue kwamba kuna namna ambavyo shetani anataka kupotosha dunia, au anapotosha vijana wetu wa kike au wa kiume wasitaki kuolewa, kuoa, wakifikiri kwamba akipata mtoto ni sawa tu. Hapana, huyo mtoto atalelewaje? Sababu maliza ya mtoto mazuri ni ya baba na mama.